za kama kisukari, saratani na figo yameelezwa kuchangiwa kwa unene na uzito kupita kiasi, pamoja na mrundikano wa mafuta ya ziada yasiyo ya kawaida. Usikute ndio haya hapa, ambayo yanadhoofisha mwili. Mwanahabari Runama Bai na habari hiyo. Madhara yatokanayo na unene uliopita kiasi kama kupata magonjwa yasiyoambukiza yamebainishwa na afisa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala, Bwana Walbert Mgeni, akifafanua kuhusu makundi mbalimbali ya vyakula na namna yanavyotakiwa kutumika. Hapa nenda kuwa mnene sana, hii yote na athari. Sasa athari zake ni zipi? Kwamba unene uliozidi huu tunahusisha moja kwa moja na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Sasa tunaposema magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni yapi hayo? Magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kwa mfano kuwa na shinikizo kubwa la damu, lakini vile vile huyu mtu anaweza akapata changamoto za matatizo, magonjwa ya moyo, lakini vile vile anaweza kuwa na changamoto tunasema kisukari, lakini vile vile huyu mtu anaweza kapata saratani mbalimbali. Baadhi ya vijana jijini Dar es Salaam wameeleza kuwa unene uliozidi kupita kiasi umekuwa ukisababishwa na mtindo wa maisha wa kutofanya mazoezi na kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi. Kutumia mafuta mengi kwenye vyakula sio kwamba ndio lishe bora, hapana. Kutumia mafuta mengi kwenye vyakula inaweza ikapelekea unene kwa binadamu kwa sababu kujikusanya kwa mafuta. Mtu anaweza kula vyakula vya mafuta mengi, alafu baadaye yale mafuta yanaendelea kujizalisha kwenye mwili ukiwa hauna mazoezi. Watu hawachagui vyakula na wapangili mlo vizuri. Wanapendelea vyakula kwa mfano ambayo vinakuwa vina mafuta sana. Mtu unakuta lifestyle yake kila siku ni burger pizza, chipsi, nyama choma, mishkaki kila siku. Badilisha siku nyingine kula matunda, mboga. Katika kupambana na magonjwa yasiyoambukiza yatokanayo na unene uliozidi, vijana hao wameshauri kuwa kufanya mazoezi ambayo yatasaidia kupambana na hali ya unene uliokithiri. Ni tufanye mazoezi angalau hata kwa nusu saa, tuepuke vyakula vya mafuta sana ili tunafanya kazi vizuri na tuepuke uzembe katika miili yetu. Madaktari watakushauri ni vyakula gani ambavyo vyenye vitubisho sahihi kutokana na mwili wako. Pia ulaji wa matunda, hiyo inakuwa inasaidia sana kuepukana na lifestyle ya sasa hivi, maana vyakula vimekuwa ni vingi vyenye mafuta kuliko vyakula venye virutubisho sahihi. Tusiangalie chakula fulani kiko kwenye fashion, labda chips, sijui kuku, broiler nini. Unakuta wadada wanapenda. Sasa unakuta mtu anampeleka mdada anaenda kumlisha machipsi, anaenda kumlisha kuku, yani hazingatile balance diet. Kwa hiyo unakuta yale mafuta kila siku yanapo generate unakuta yanasababisha kitu kinaitwa obesity, unene. Ripoti ya shirika Umoja wa Mataifa mwaka 2022 inaonyesha kwamba magonjwa haya yasiyoambukiza ambayo kwa kawaida yanaweza kuepukika na yanasababishwa na maisha yasiyozingatia afya bora yanasababisha vifo vya watu milioni 41 kila mwaka, kiwemo watu milioni 17 walio chini ya miaka 70. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Runama Bai wa EATV. Ndio hivyo,